Mimi nafikiri kuna umuhimu wa watu kufanya huduma ya maombi au huduma sisi tunaita ya kufunguliwa kabla watu kuingia kwenye ndoa. Au hata kama uko kwenye ndoa ni vizuri kwenda kwenye maombi. Unajua watu wengi wanachukulia maombi kama ni kikundi tu cha watu fulani, lakini mimi nataka kusema ni cha kila mmoja. Sasa hivi kunakuwa na kesi nyingi sana za ndoa kuvunjika kwa sababu ya tatizo la uzinzi na vitu kama hivyo. Nikitoa mfano mmoja, wakati nasoma niko form 3, kuna kipindi alikujaga mhubiri mmoja. Alifanya maombi, baadaye kuna msichana mmoja tunasoma naye tulikuwa nafahamu, akatoka mbele akatoa ushuhuda akasema, jamani, mimi nilikuwa na tatizo, siwezi kulala mpaka nilale na wanaume sio chini ya 4. Waliosoma na mimi marechera watakumbuka tuloka hostel. Kwamba siwezi kulala bila kulala na wanaume sio chini ya 4. Binafsi nilishtuka sana. Akasema, jana kwa mara ya kwanza nimetoka hapa, nimeweza kulala. Nilishangaa. Dada ni mpole sana, ni mpole, ni mkimya sana. Sasa najiuliza, mtu kama yule ndo anakuja kukutana na mwanaume anamuoa. Inakuwaje hapo? Yaani unawezaje wewe mtu mmoja kumweza kama hawezi kulala bila kukutana na wanaume zaidi ya 4? Au ndo unakutana na mwanaume ana roho kama hiyo, alafu muolewa naye. Ngo utamwacha kwa sababu amecheat. Leo unamuona amecheat na huyu, kesho na huyu, mwenzako ndo anakwambia hawezi kulala mpaka alale na wanawake zaidi ya 4. Kwa hiyo unaona changamoto iliyopo watu tunakutana juu kwa juu, umjui vizuri mtu na habari za kiroho huwezi kuzijua zimejificha ndani. Kama wewe dada alivyokuambia, alikuwa mpole sana mkimya. Lakini ndo atoa ushuhuda alikuwa hawezi kulala bila kulala na wanaume zaidi ya 4. Na mwenyewe yawezekana alikuwa anapambana hawezi, lakini kwa nguvu ya maombi aliweza. Kwa hiyo ni vizuri sana jamani kufanya maombi. Hata kama una mke wako hapo umuelewi tabia zake, sio tu kwamba uzinzi. Kuna tabia nyingi tu ambazo unaona kabisa inaweza kusababisha ndoa yenu kuvunjika. Karibuni kwenye maombi jamani. Mungu awabariki.